sura ya 10 fungu la 5. Tujifunze kutoka katika neno la Mungu. Tumuelewe Mungu kwa kina, ibilisi asitudanganye. Na hili ni neno ambalo Mungu anahitaji tulielewa na masewa. Anapokuja mtu kusema tu zilishia, zote zilishia, mwambie la, umeshindwa tu kuelewa. Zilizoishia ni zile za Musa, maelekezo na maagizo. Na tunapokwenda kumalizia tutaelewa kwa kina ni kwa nini ziliishia. Kwa nini ziliishia msalabani? Kwa nini za Mungu zinaendelea? Kwa nini zinaendelea mpaka leo, mpaka mbingu mpya na nchi mpya? Yote hata moja haitaanguka. Anasemaje? Basi nikageuka nikashuka toka mlimani. Ndio. Nikazitia mbao ndani ya sanduku nililolifanya, na tozimo humo kama alivyoniamuru Bwana. Bwana akamwambia Musa, zile amri zitunzwe ndani ya sanduku la agano. Lilikuwepo sanduku la agano ambalo Mungu ameagana na watu wake. Ndio limebeba maagano yote ndani. Amri za Mungu 10 zilizoandikwa juu ya mbao 2 za mawe. Yaani zilikuwa mfano wa mbao lakini ni jiwe. Ndipo alipoandika amri zake. Na Musa aliandika kwenye chuo kitabu. Na zenyewe zilitunzwa wapi? Kumbukumbu la Torati 31 fungu la 24. 31:26. Soma 26 moja kwa moja. Zilitunzwa wapi? Twaeni chuo hiki cha Torati. Chuo cha Torati, yani kitabu cha Torati chenyewe kitachukuliwa, ndio kikawekwa sanduku la agano la Bwana. Likawekwa juu, sio ndani. Yale mawe, amri za Mungu mwenyewe, zikawekwa ndani ya sanduku. Sanduku likafunikwa. Zile alizoziandika Musa kwenye chuo Torati, maagizo ya wana Israeli, likawekwa juu ya sanduku la agano. Hivyo ndivyo zilivyotunzwa. Amri za Mungu ambazo ziko kwenye jiwe. Maana ya jiwe haibadiliki, haiharibiki. Ndani zikatunzwa. Na zile kwenye daftari, kitabu, vikawekwa juu. Amri. Na zilikuwa zaidi ya 600. Okay. Je, hizi amri Mungu alikusudia ziandikwe wapi? Yeremia 31 fungu la 33. Ndani ya sanduku. Na alitamani wote ziwekwe wapi? Pamoja na kutunzwa ndani ya amri, ndani ya sanduku hizi amri. Ndio. Yeremia 31 fungu la 33. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli. Ndio. Baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao. Sheria yangu, amri zangu nitazitia ndani ya mioyo. Na katika mioyo yao nitaandika. Katika mioyo yao nitaandika. Hii haiharibiki. Mungu anakusudia pamoja na kuiweka ndani ya sanduku la agano. Mwanadamu yeyote anayemtafuta Mungu, anayemwabudu katika roho na kweli, zinawekwa ili ziwe hukumu. Ukitembea ukizini, elewa kabisa hii ni dhambi. Utakuwa unasikia hatia ila unaigomea. Ukifanya dhambi yoyote, Mungu alitamani, na ndicho kusudi lake, wanadamu watembee katika taratibu zake. Nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Watakapoziandika moyoni, ndipo nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Tutaitana baba na watoto wake. Lakini hizi zingine ziliandikwa kwenye chuo. Je, ilikuwa na sabato ngapi? Tumesoma ile Wakolosai 2:14. Akasema mtu asiwahukumu kwa vinywaji, chakula, mwandamo wa mwezi, wala sabato. Ni zipi hizo? Katika kitabu kile cha mambo ya Walawi. Hizi zilizokuwa sheria hizi. Hii ya Mungu, mambo ya Walawi 23 fungu la 24. Okay. Wana wa Israeli uambie, mwezi wa 7, siku ya kwanza ya mwezi, utakuwa na kustarehe kabisa kwenu. Ni ukumbusho wa kuzipiga baragumu. Ndio. Na kusanyiko takatifu. Ndio. Msifanye kazi yoyote ya utumishi mwezi wa 7. Sasa sikilizeni niseme. Ukisoma mambo ya Walawi 23 fungu la 24 hadi 38, zipo sabato, siku kuu, miandamo ya mwezi
na vitu vingi zaidi ya 7, zaidi ya 6 zinaelekea 7 ambazo zilikuwa ni pumziko. Ukienda kuisoma vizuri, muda hauruhusu. Pumziko, sabato. Hizi zote zilikuwa ndani ya kitabu au chuo ambacho Musa aliandika na aliagizwa kuziandika kuongoza wana Israeli. Kwa hiyo wana Israeli katika safari yao ilipofika mwezi wa 7, pumziko, hakuna kitu chochote, hakuna kazi, ni siku takatifu, ni sabato. Neno sabato ni pumziko. Neno sabato ni miongoni mwa maneno yaliyoko ndani ya Biblia ambayo hayakutafsiriwa. Limebaki kama lilivyo, limetolewa na kubeba, likabebwa likawa katika lugha zote. Awe ni Msukuma, awe ni Mjita, awe ni Mluo, awe ni lugha yoyote, iwe Kiingereza, haibadili neno sabato. Wataita, ataongea, haina tafsiri. Lugha inayokuja nyingine pumziko. Wataalamu wanasema ndiyo miongoni mwa lugha ambazo chache ziko ndani ya Biblia ambazo hazikuwekewa tafsiri. Ilibebwa kama ilivyo. Sabato ni sabato kwa lugha zote kutokea Kiebrania. Kwa hiyo iko vile vile sabato, pumziko, sabato, iwe lugha yoyote, haiwezi. Wale Wasukuma walioendelea wanasema kuna neno tunaita translation na transliterated. Yaani kati ya lugha ambazo hazijawa ziko katika hali ya transliterated, iko kama ilivyo, haina tafsiri yake, ni pamoja na sabato, maranatha na vinginevyo ambavyo viko ndani ya Biblia. Kwa hiyo sabato iko vile vile. Awe ni lugha gani, ataiweka kwa lafudhi yake, lakini tabaki na hali ile ile. Kwa sababu hiyo zilikuwepo pumziko nyingi katika maagizo na sheria ya Musa. Ndugu yangu, hii iliyo ya Mungu, siku ya ibada inayopatikana katika kitabu cha Kutoka 20 fungu la 8 ni moja peke yake, haina nyingine. Mambo ya Walawi tuliyoisoma 23 ina sabato 7. Hii ya Kutoka 20 ya siku ya ibada ni moja peke yake ambayo Mungu aliagiza wanadamu wote. Na hiyo tutakuja tujifunze kwa kina tuweze kuielewa. Na hii sheria inaitwa sheria njema katika kitabu cha Zaburi 19 fungu la 7 hadi 8. Amri njema. Lakini zile za Musa ambazo zilishia msalabani iliitwa sheria ya amani. Ilikuwa ni sheria ya Musa. Nimalizie neno hili, hatimaye nikukaribishe mtu wa Mungu kwa ajili ya huduma ya pekee. Hizi sheria ziliitwaje? Nimalizie kwa maneno haya. Katika hii sheria, amri za Mungu, katika kitabu cha Zaburi 19, soma Zaburi 19 fungu la 7 hadi 8. Zaburi 19:7 inasema, sheria ya Bwana ni kamilifu, kuiburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni amini, kumtia mjinga hekima. 8. Sheria ya Bwana ni adilifu, huleta amani ya milele, amani moyoni. Unapoikosea na kuivuruga, unakosa amani na utaikosa milele. Na ni ya burudiko, inaleta burudiko sheria ya Bwana. Lakini ni amri ya Bwana. Ameita ni ya Bwana, ni ya kwake Bwana Mungu. Lakini hii ni amri ya nani? Malaki 4 fungu la 4. Hii ya maagizo. Ndiyo. Malaki 4 fungu la 4. Malaki 4 fungu la 4 inasema, ndiyo, ikumbukeni torati ya Musa. Ikumbukeni torati ya Musa. Ile ni ya Bwana, inayoleta amani, burudiko. Lakini hii iliyoishia msalabani ni ya Musa, mtumishi wangu, ambaye ni mtumishi wa Mungu. Torati ya Musa niliyomwamuru huko Hero. Mtu anapokuambia amri za Mungu zilishia msalabani, hajui. Zilizoishia msalabani ni amri za Musa ambazo Musa aliziandika. Ziliandikwa kwenye kitabu, ziliandikwa kwenye chuo, lakini amri za Mungu aliziandika mwenyewe. Na mahala fulani
Tukipenda naweza kusomea sasa hivi, anasema aliziandika kwa chanda chake mwenyewe. Ni Kutoka 32 fungu la 16. Anasema aliziandika kwa chanda, yani mkono wake mwenyewe. Na zile Musa aliziandika kwa mkono wake, na zinaitwa amri za Musa. Matendo 15 fungu la 5. Nisomee hilo. Pia tujue ni amri za nani? Ni za nani pia? Matendo 15 fungu la 5. Wakati anapokwenda kusoma fungu hili,